Kama kuna mchezo na matokeo ya kikatili ni football. Kama moyo wako ni mdogo baba, usiweke moyoni mchezo. Kama moyo wako ni mdogo, usiweke moyoni wala usibetie football. Tafuta michezo mingine, kabetie tennis, kabetie basketball. Football ni mchezo wenye matokeo ya kikatili. Walichokifanya wale watoto jana, Bodo, walichomfanyia ndugu yao wa damu kabisa, Haaland. Man City amekutana na teke la Van Damme jana, chuma 3-1. Unajua football ilivyo, wiki hii unaweza ukawa bingwa na shujaa wa dunia, alafu ikijao ukawa kibonde kitonga wa mwisho. Ndio football ilivyo. Sasa naposema football ni mchezo ambao una matokeo ya kikatili, watu waelewe. Erling Haaland ni mtu ambaye alikuwa akiimbwa sana tangu mwanzo wa msimu. Tangu msimu unaanza, Haaland anaondoka na hat-trick, goli 2. Sasa hivi tunavyoongea, Haaland amecheza mechi 4 bila goli hata moja. Takriban dakika 360. Erling Haaland hajapata goli hata moja. Mara ya mwisho Erling Haaland anashinda ni mechi na Brighton. Tena goli lilikuwa la penalty. Mechi na Brighton ndo Haaland anapiga goli. So, mambo ni kama amebadilika kidogo. Tunaweza kusema sasa hivi Gyökeres amekuwa Haaland amekuwa Nicholas Jackson. Tunaweza kusema hivi. Unajua sasa hivi ni kama makocha wengi wameshajua udhaifu wa Pep Guardiola. Na anishawahi kusema katika moja ya video zangu kwenye kwamba timu nyingi zinazocheza highline kama Manchester City zinakuwa ziko katika hatari kubwa zikikutana na timu zinazojua kutumia counter attack. Sasa kama wale madogo jana, Bodo, ni madogo ambao waliexploit vizuri counter attack na magoli yao yote yalitokea kwa counter attack. Nilisema vitu viwili. Ukicheza na timu inayocheza highline, basi uwe na vitu viwili ili uadhibu. Usipokuwa na hivyo watakutesa. Uwe na vitu viwili. Uwe na washambuliaji wenye mbio au ujue kuitumia vizuri counter attack. Ndio Bodo alichokifanya jana. Waliitumia vizuri counter attack. Na ukiangalia game wa Manchester City na Manchester United, kilichowabeba Manchester United ni kuwa na washambuliaji wenye mbio, kina Kunya na kina Mbeu. Ni watu ambao wakishafika eneo la mpinzani speed yao inaongezeka. So, na jana alikutana na timu ambayo inajua kuexploit vizuri counter attack, wakaadhibiwa. So, mambo ni mawili. Ukicheza na Manchester City au timu yote ambayo inacheza highline, uwe na washambuliaji wenye mbio au ujue kuitumia vizuri counter attack, ujue kuexploit vizuri counter attack. Kilichofanyika na Bodo jana, wali exploit vizuri counter attack, wakaadhibiwa. Ni zile injury mbili za Gvardiol na Ruben Dias, kwa sababu Pep Guardiola anatumia highline. Na highline jana imetumika kwa mabeki ambao hawana uzoefu. Lakini Pep Guardiola mwenyewe alishasema kwamba hata iweje hawezi akabadilisha hiyo system. Kwa hiyo that's what happened. Wanangu wamekeka kama kawaida. Link naweka katika TikTok story, nyingine naweka katika Instagram story yangu pale. Ukifika utakuta neno limeandikwa gusa hapa. Ukigusa pale itatokea linki. Lakini umeshindwa kufanya hivyo, nenda katika profile yangu ya TikTok au profile yangu ya Instagram, utakuta namba yangu ya simu pale, text niunge nami nitakuunga. Jana tumeweka mikeka 3. Mwindi katupiga mikeka mawili, tukampiga mkeka mmoja wa milioni 1 na 40 nafikiri, kitu kama hicho.